Shule pamoja na taasisi za elimu ya juu ambazo zilifikia tamati kwenye tamasha ya 95 ya kitaifa iliyofanyika katika kaunti ya Nyeri wiki jana kabla ya kupelekwa jijini Nakuru, wanaendelea kutumbuiza katika shule ya sekondari ya Nakuru High. Washikadau katika sekta ya elimu wakiwa viongozi kutoka Wizara ya Elimu wanatumbuizwa katika tamasha hilo linalohusisha shule tofauti, ikiwa ni pamoja na baadhi ya tamaduni za Wakenya. Washindi wa tamasha hilo wanatarajiwa kutangazwa leo na hapo kesho kumtumbuiza rais katika ikulu ndogo ya Nakuru. Ken Gashuhi na taarifa hiyo ambayo kwa hivi sasa tunaungana naye kutoka kaunti ya Nakuru. Gashuhi, iwapo unanipata, ni wanafunzi wangapi ama ni shule zipi ama taasisi ambazo tayari zimewasili katika shule hiyo ya Nakuru High? Naam, Agnes Gakunga, tupo hapa katika shule ya upili ya Nakuru High ambapo tamasha hizi zinaendelea siku ya leo, ambapo zitakamilika, na pengine tunaweza zungumza na wale ambao wanahusika katika kuandaa ili tupate jibu la swali lako. Ni shule ngapi ambazo zinahusika hapa, ambazo zimefika katika maeneo haya ili kuwatumbuiza wale ni maafisa wa Wizara ya Elimu hapa. Tungena tuko naye hapa ambaye anahusika katika kuandaa tamasha hii, atueleze pengine safari imekuwa vipi na mmekuwa na shule ngapi hadi kwa sasa. Asante sana. Kwa majina naitwa Bi Janet Langat. Mimi ni katibu mkuu wa tamasha hizi za mziki. Nafanya kazi katika Wizara ya Elimu. Siku ya leo ndio tunaita the Fainali concert. Tumekuwa na wanafunzi 130,000 tangu tuanze. Na leo hapa tuko na shule 100 ambao wameweza kufika katika kile kiwango cha juu. Wameweza kutuonyesha talanta ya hali ya juu kabisa. So we've selected them, na ndio leo tuko nao gala, alafu tutaselect mashule zingine 25, 27 hapo ambao kesho wataweza kutuwasilisha katika state concert. Hapa leo tuko na wanafunzi katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. We have all the learners from chekechea hadi shule za msingi, shule za sekondari, shule za TTIs na teacher training colleges na vyuo vikuu. Wote tumejumuika nao wote hapa. Ningependa kuambia watu waje Nakuru waweze kuona jinsi ambavyo wanafunzi wetu wamekomaa katika talanta. Na ningependa kushukuru pia walimu. Ukiona wanafunzi hao wamefika hapa, si kazi ya wanafunzi hao peke yao. Walimu wameweza kufanya kazi mzuri sana. Na pia kushukuru Wizara ya Sports kwa sababu mwaka huu wameweza kutupa usaidizi mkubwa sana, Sports Arts and Social Development Fund. Tuko na other partners like Communication Authority, like KICD, Uraya, KUPS. Tumeweza kuona kuwa wanafunzi wamekomaa zaidi katika uwasilishaji wa sanaa kuliko miaka ambayo imepita. Na pengine tamasha hizi zina umuhimu upi katika kudumisha ile utamaduni wetu sisi kama Wakenya katika wanafunzi wa miaka hii wakiwa wachanga katika level hii yenye wako sasa? Asante sana. Kumbuka kuwa katika nchi yetu ya Kenya tuko na karibu kabila 42 na katika tamasha za mziki utapata kwamba kuna dance ama wimbo kutoka pale Isiolo, the Somali, the Kalenjin, the Kikuyus. Hata watoto wote wadogo kujaribu kuangalia, wote wamevaa hata sare za kutuonyesha kwamba wale wanatoka katika jamii fulani. So hapa tunasema kwa we are preserving the culture. Vitu ambavyo watu wetu wa zamani walikuwa wanafanya, watoto wetu wanaweza kujua pahali tumetoka, tuweze kujua pahali tunaenda na kuijenga zaidi. Katika tamasha hizi utaweza ona kwamba kitu yenye tunaangalia sana ni building the morals of our children. Tuko na Uraya ambao wametuletea mada ya utu kwamba watoto wetu
wakati tunaowalea tuwafunze utu. Yani wakija wao watu wakubwa wajue kwamba kuna vitu ambavyo kama Mkenya, kama mwanafunzi sitakikani kufanya, kama kuiba, kama kutusi, kama kukubali tu. Sana sana tuone vitu kama matokeo wakati wa elections, kama watoto baadaye watakuja kuwa viongozi. Mwingine ukishindwa unasema nimeshindwa, vitu kama hiyo. So utu, they grow knowing that what they are supposed to live according to the morals and according to the law of the land and according to our constitution. Pengine tamasha hizi zina uhusiano upi na ule mtaala wa CBC? Pengine kuna mchango upi ambao umeletwa na CBC katika? Kwanza unajua CBC tunasema a competency based curriculum. Kitu ambacho hao wanafunzi wanaonyesha leo hapa ni kitu ambavyo wao wenyewe wanaweza fanya. Mtoto akifunzwa hapa hivi, kesho yake anaweza kuwa self reliant. Mfano, katika wanafunzi wao wanaweza kuja wakao wanamuziki, wao wenyewe wajiandikia nyimbo zao. Hiyo mmesikia mtoto mwenye ameimba Yesu ndio bazuu. Hiyo ndi daraja ambayo tumeanzisha mwaka huu, kwa sababu tulijiuliza kwamba sisi kama waandalizi wa Kenya Music Festival ni musicians wangapi tunawatoa? Do we really have? Tuko na wale wanamuziki wetu kama Music Festival? Ndipo tukaanzisha hiyo daraja, na baada ya hapa huyo mwanafunzi ataweza uza nyimbo zake katika YouTube, katika Instagram, hivyo. And from there hao wanafunzi wanaweza anza ku-earn. We want to monetize these talents. We don't want these talents iishe tu baada mtoto anamaliza form 4 talanta inaisha. Tunataka baada ya hapa mtoto anaweza kuwa self reliant na talanta yake. So that is how the CBC is coming in. Isije tu mtoto anangoja akuja ajiriwe pahali. Mtoto atoke akiwa na kitu ambacho anaweza fanya, kama ni kupika, kama ni kufanya farming, kama ni kuimba, kama ni kuact. Mtoto atoke kama amekuwa akona kitu ambacho asijongoje kuajiriwa tu. Asante. Asante Agnes, kama ulivyosikia ni kuhusu hizi tamasha ambazo zimefanyika hapa katika shule ya upili ya Nakuru, ambazo tamasha hizi ziliweza kuanza siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 na zinaendelea hapa katika shule ya upili ya Nakuru, na hapa kesho ndio kilele cha hizi tamasha, Rais William Ruto akitarajiwa kuwatunuku wale watakaoibuka washindi. Kwako Agnes. Asante sana mwenzangu Ken Gashuhi.